Picha letu linaanza katika shule ya sekondari ambapo mhusika wetu mkuu Lan anaingia na kuketi kando ya rafiki yake Yang. Akimkuta amesinzia, anakataa kumwamsha kavukavu, badala yake anabandika kijikaratasi usoni mwake. Baadaye mwalimu anaingia darasani akiwa amekunja ndita kwa hasira ya matokeo mabaya ya mitihani. Anaanza kuandika ubaoni na anapomaliza anamuona Yang yuko nchi ya maziwa na asali, yani amelala, na kumuita. Yang akizinduka kwa mshtuko, anamuuliza Lan mwalimu amesema nini, na hapo Lan anampiga pigo la uongo kwa kumwambia mwalimu anataka afute ubao. Yang anaingia kichwa na kwenda kufuta ubao. Mwalimu kumwona tu anaunguruma kwa hasira na kumpa adhabu ya kusimama darasa zima. Baada ya kipindi kuisha, Lan anaogopa asije akachezea kichapo kutoka kwa Yang. Anajaribu kusepa darasani, lakini Yang anapomuita muoga anarudi kiume na kumtaka wapambane kwa kusukuma mikono. Darasa zima linashangilia kwa msisimuko shindano linapoanza, na Yang anamchakaza Lan kwa urahisi, amwambia ameshindwa shindano na sasa lazima afanye lolote atakalotaka. Anamwacha hapo na kusepa. Siku inayofuata Lan anaamka na kupiga stori na kaka yake, akigundua kuwa mama yake atarudi nyumbani kutoka kazini kesho. Anasisimka na kwenda kupiga pamba. Wakati huo huo, Yang anataka kuwasha baiskeli yake, lakini anaona kiti hakipo, akagundua Lan amemfanyia uhuni. Anaenda kukichukua kiti chake na kuondoka. Muda huo Lan anatoka nje na kugundua mwamba ameshabeba kiti chake, basi naye anabeba kiti cha kaka yake na kumfukuzia. Anapomfikia wanatupiana maneno na Yang ampa kifungua kinywa kama kawaida. Lan anazungumza naye kuhusu lile shindano alilopigwa na kumwambia yuko tayari kwa lolote. Yang anaona suruali ya kubana mtumba wa nguvu katika duka lake la nguo na kumwambia aivae aende nayo shule. Lan anakubali kwa shingo upande na kufanya hivyo. Akifika shuleni ambapo wanafunzi wote wanabaki midomo wazi kumwona, anaingia darasani akiwa ameingiwa na unyonge, lakini washikaji zake wanaendelea kumshangilia kwa ushindi wa beti ile. Mwalimu anaingia na kumshushia adhabu ya kumtoa nje ya darasa, lakini kaka yake anajivunia yeye kwa kuweza kurudisha kiti cha baiskeli. Baadaye Lan anarudi nyumbani akiwa na bashasha ile suruali yake. Ghafla mama yake anatia timu nyumbani, jambo linalomfanya Lan aanze kutetemeka. Anavua ile suruali haraka na kuifukia kwenye kochi, kisha anaingia jikoni kupiga stori na mama yake, akimwomba abaki nao nyumbani na asisepe tena kwa sababu ya kazi. Mama yake anaanza kufanya usafi na kupata mshtuko wa moyo anapoipata ile suruali. Wakati huo huo, mzee mzima, yaani baba, anaingia na hapo Lan anaanza kuhisi dingi anacheza nje ya uwanja, yaani anamsaliti mama. Anaketi chumbani kwake akimsikiliza mama akitupiana maneno na dingi, akifikiri kuwa yeye ndiye mchawi wa kila kitu. Mama anasepa nyumbani na Lan anamfuata akijaribu kutoa maelezo ya kilichotokea, lakini mama anamwambia akaze buti kwenye masomo kisha anaondoka. Siku inayofuata Lan amemnunia rafiki yake na kukataa kusema naye. Anamwandikia ujumbe akimchana kuwa yeye ndiye chanzo cha matatizo yote. Mwalimu anaona mwamba amepoteza ramani, yaani hana umakini, na kumuita atatue swali ubaoni, na hapo Yang anakuwa kituko mbele ya washikaji zake. Baadaye Lan anarudi nyumbani na kumkuta kaka yake anahangaika kumtafuta mbwa aliyepotea. Anapata hofu na kwenda kumtafuta kwa kina Yang, lakini wapi, hamuoni. Yang anaungana naye. Lan anapata shoku kumwona baba yake ndani ya gari akiwa na mwanamke mwingine, akagundua mzee anacheza rafu kwa mama. Anakimbia akiwa amevunjika moyo na tayari kuwasha moto wa kumkabili dingi, lakini Yang anamzuia ili kumtuliza. Hata hivyo, Lan anamlipukia kwa hasira na kumtwika lawama zote za kila kitu kilichotokea, akisema hataki hata kumwona tena. Anamwacha na kusepa. Hata hivyo, anajikaza na kumfuata kumlinda na mvua. Baadaye Lan anarudi nyumbani na Yang anaenda kutaka kuyajenga, yaani kuomba msamaha. Hata hivyo, Lan anakataa katakata kuongea naye na kumwambia kaka yake apige komeo la mlango, akisema urafiki wao umekufa. Baba yake amshusha nyumbani na Lan amshushia vifua, akimwambia ni binafsi kwa kuacha peke yao muda wote. Anaingia chumbani na kumpigia simu mama yake akimwomba arudi nyumbani, lakini mama yake anadai yuko bize na kukata simu, jambo linalomwacha Lon akimwaga machozi kama mfereji. Kaka yake anaingia na kupigwa na butwa kumwona mdogo wake anapakia mabegi. Lon anamwambia kuwa anaenda kuishi kwa babu yao ili akaze buti kwenye masomo, hakuna kucheza. Siku inayofuata anahamia shule nyingine na washikaji zake darasani wanashangaa kuona kiti chake kiko wazi. Shule inapoisha, Yang anatia timu nyumbani kwa kina Lon na kumuuliza kaka yake habari zake. Anapochapa stori kuwa mrembo amesepa kwa babu, Yang anaamua kumfuata huko huko. Anapofika anamwona Lon yuko busy anasoma, anataka kumuita lakini anajiuma. Uoga unamuingia akihofu
Akihofia kuwa bado anaweza kuwa amemkasirikia, anaamua kugeuza na kuondoka kwa unyonge kama aliyenyang'anywa tonge mdomoni. Siku zinakatika na ni msimu wa mitihani. Lon anajibu maswali huku akikumbuka picha za maisha yake ya nyuma na Yang tangu wakiwa wadogo, akihisi kumkumbuka kinoma. Hatimaye Lon anamwaga kaka yake anapojiandaa kuhamia hosteli za chuo kikuu, akimpa maelekezo ya kumtunza mbwa wake. Kaka yake anamuuliza kama mwanangu Yang atakuja kumbeba, lakini Lon anapanik na kumwambia hataki kumchosha mwamba. Anasepa na kupanda taksi kuelekea chuo kikuu akiwa na mzuka mwingi. Anapofika anakuta kundi la watu wakihangaika kumwokoa paka aliyekwama mtini. Lon anawaambia wachieni fundi hiyo kazi, na kweli anamwokoa paka yule kishujaa. Hapo sasa kijana mmoja mtanashati handsome anayeitwa Jin anatokea mbele yake na kujitambulisha. Anamuuliza anasomea nini, na Lon anamwambia anapiga udaktari wa wanyama maana anawapenda kinyama. Jin amempeleka mpaka hosteli za wasichana. Lon anamshukuru na kumwambia amefurahi kukutana naye. Anamuaga na kuingia ndani ambapo anakutana na wasichana wenzake wa chumbani na kufurahi kuwa ni watu wapoa sana. Baadaye anaenda nao kwenye somo ambapo profesa anamtambulisha mwanafunzi bora wa chuo hicho ambaye kumbe ndiye yule kijana Jin aliyekutana naye mwanzo, naye anasomea udaktari wa wanyama. Anasikia washikaji zake wakimshushia sifa kuwa ni kijana mtanashati kinoma. Baada ya kipindi anatembea na marafiki zake ambao wanamuomba awasubiri wakati wananunua ice cream. Lon anamuona mtoto mmoja anahangaika kulenga shabaha kwa upinde na mshale na anaamua kumpa sapoti. Anamwambia yeye ni pro, lakini anapojaribu anakwama, shabaha inagoma na kupata haya. Lon anawaambia alikuwa anapasha moto tu, na kwenye jaribio lake la mwisho anajikita kisawasawa. Hapo sasa mtu anamsogelea kwa nyuma na kumsaidia na anafanikiwa kupiga shabaha katikati. Lon anapata mshtuko anapoona mtu huyo amevua miwani na ana muonekano mwingine. Ni Yang. Yang anamwambia yuko chuo hicho na pia ni mwanachama wa klabu ya kulenga shabaha. Marafiki za Lon wanapomuita, Yang hataki kumwachia aende. Anamshika na kusepa naye, jambo linalotengeneza hali ya unyonge na hakuna anayetaka kusema na mwenzake. Wanaenda kula na Yang anaendelea kumzingua kama zamani, lakini Lon anampa changamoto akiwa na ujasiri kuwa safari hii atampiga. Yang anakubali na wanacheza, lakini Yang anamchakaza kama kawaida na kulamba pesa zake zote. Lon anamsikiza unyonge ili walipie msosi wao. Lon anaporudi hosteli, marafiki zake wanamuuliza kuhusu Yang na anawaambia ni rafiki na jirani yake. Anashtuka kuambiwa kuwa kijana ni mtanashati sana, maana yeye hakuwahi kuona huo uhandsome wake bado. Siku inayofuata, Lon anakutana na Jin chuoni na anampeleka sehemu iliyojaa paka ambapo anacheza nao kwa bashasha. Anapata simu kutoka kwa mama yake akimwomba amtembelee, na Lon anafanya fast track kwenda kumuona mama yake. Anafurahi kumuona na kwenda naye nyumbani kwake. Mama yake amemnunulia vitu vya kutosha na kumwambia anapiga kazi kwenye hospitali iliyo karibu, hivyo anaweza kusema naye muda wowote. Lon anajawa na furaha na kumwaga. Anampigia simu kaka yake kumwambia amemuona mama yao na kwamba hivi sasa watakuwa familia moja tena, lakini kaka yake anaonekana hana mzuka. Wakati huo huo, Yang anafanya mazoezi ya kulenga shabaha na kumvutia kocha. Yang anapata kigugumzi, lakini hatimaye anakubali jukumu hilo. Wakati huo huo, Lon yuko maabara anapasua kiumbe na rafiki yake anapata uoga kuona nyungunyungu, lakini Lon akiwa amekaza roho anamsogelea na kufanya maajabu, jambo linalowacha wote midomo wazi kwa ujasiri. Yang anapiga msosi na washikaji zake, kisha anamtumia Lon picha ya yule nyungunyungu aliyemvunjavunja maabara ili amtoe kichefuchefu. Baadaye Yang anamuona Lon kwenye mgahawa na kugundua kuwa mrembo hana hata mbuni. Hana pesa, basi anaamua kujitolea kumnunulia chakula. Anamwambia Lon aseme neno moja zuri kwake, na Lon anapofanya hivyo, mwamba anaenda kuchukua msosi. Yang anasisitiza kuwa Lon atakula tu kama atasema tena maneno ya sifa, kwani yeye ndiye aliyeshinda ile beti yao. Lon anakubali kwa shingo upande na kumshukuru akisema yeye ni mtanashati na mwenye roho nzuri. Kumbe mjanja Yang anarekodi video kwa siri bila Lon kujua. Lon anapomaliza kula na kutaka kusema,
kusepa, Yang anamzuia akimwambia hatoki hapo mpaka amsikilize, huku akimtishia kuisambaza ile video kwenye kundi la chuo kikuu. Rafiki wa Yang anashangazwa na tabia hiyo, lakini Yang anacheka na kusema anataka kulipiza kisasi kwa jinsi Lon alivyokuwa akimnyanyasa kule shuleni. Baadaye Lon anajikuta amesinzia kwenye dawati la maktaba. Yang anampigia simu na kumtaka atimize ombi lake. Anataka Lon akakutane na msichana anayemfukuzia, mwenye crush naye, kwa sababu yeye mwenyewe hataki hata kumwona. Lon anakubali kwa unyonge na kwenda kukutana na yule binti, ambapo anashtuka kugundua binti huyo anampenda Yang kinyama na anataka wawe wapenzi. Lon anapiga stori na Yang baada ya hapo, akimweleza kuwa hawezi kumvunja moyo yule binti. Hata hivyo, Yang anataka yule binti akae mbali naye, hivyo anamwomba Lon ajifanye kuwa ndiye mpenzi wake. Lon anasita, lakini anajikuta hana ujanja zaidi ya kukubali kufuata amri ya Yang. Anaenda kwa yule binti na kumwambia yale yote Yang aliyomwelekeza. Yang anakuwepo hapo hapo wakati wa mazungumzo kuhakikisha kuwa Lon anafuata maelekezo yake yote. Baadaye Lon anarudi hosteli na kuwapasha rafiki zake kilichotokea. Nao wanashangaa sana, maana wanamchukulia Yang kama kijana mstaarabu na wapoa. Usiku wa manane, wakati kila mtu akiwa amelala fofofo, Lon anamwona mtu anatembea akiwa amevaa jaketi na uso wake hauonekani vizuri. Yule mtu anapoingia tu kwenye hosteli yao, Lon anamvamia kutokea nyuma, huku akipiga yowe la nguvu ili kumwamsha rafiki yake. Usisahau kubonyeza kitufe cha like na kusubscribe channel yetu Apple Swahili Movies na kucomment pia. Asante.